أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم، ورضوان عن آله وصحبه الصالحين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الإخوة، ningependa niseme tena baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, swala la Arafa na tofauti za watu kuswali Idi kwa sababu ya kutofautiana kuona mwezi. Hili jambo kielimu sio jambo linalosumbua, kwa sababu wanachuoni wametofautiana, hasa walitofautiana na jitihada zilipofanyika ilikuwa katika kufaradhishwa funga ya saumu. Saumu imefaradhishwa mwaka wa pili ala al-asah. Kwa hiyo maswahaba walivyomuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni kwamba watu wakitofautiana kuona mwezi watatofautiana kufunga, kwa sababu ibada ya funga imefungamanishwa na kuonekana kwa mwezi biainil mujarrad na sio kwa vyombo. Hata ukiangalia kauli za maswahaba wakubwa kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aliulizwa, wengine wanakaa juu, wengine tunakaa chini, wengine wanatangulia kuona mwezi kabla ya wengine, tufunge na mwezi upi? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema Umar alikuwa akipita njia, shetani anapita njia nyingine, Umar anasema kila watu wafunge na mwezi wao. Na hata ukiona katika utawala maswahaba wakati Ibn Abbas akiwa Madina hakukubali kuonekana kwa mwezi Sham kwamba na watu wa Madina wafungue, kwa sababu ndicho walichokielewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Muawiya alipoulizwa, je, tufunge, wengine wanakaa juu, wengine wanakaa chini, tufunge na mwezi upi? Muawiya alisema kila watu wafunge na mwezi wao. Aliyemuuliza Muawiya alimuuliza swali la pili kwamba, je, haya ni maneno yako au ni kitu umesikia kutoka kwa Mtume? Akasema hiki ni kitu nimekisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu ibada ya hija na swala ya Idi al-Adha imefungamanishwa na kuonekana kwa mwezi, Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema, mkiuona mwezi basi mjizuie kukata kucha zenu na kukata nywele zenu mpaka siku mkichinja, alafu mtakata. Sasa utaona ibada ya funga ilifaradhishwa mwaka wa pili hijiria, lakini ibada ya hija imefaradhishwa mwaka wa 9 Dhulhijja, na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akifunga yaumu Arafa kabla ya kufaradhishwa kwa ibada ya hija. Sasa leo mtu anaposema kwamba sasa inakuwaje zitofautiane Arafa
ya kisimamo cha watu waliokwenda kufanya ibada ya hija na Arafa ya kufunga, kwa sababu Arafa ya kufunga ilikuwepo kabla hija haijafaradhishwa, na watu walikuwa wakifunga mwezi 9 wa mwezi waliouona, na ndio uelewa wa maswahaba. Ingawa katika mutaakhirin maimamu zetu walitofautiana. Imamu Ahmed bin Hanbal alisema mwezi ukionekana sehemu moja watu wote wafunge au wafungue, lakini maimamu wengine wote walikuwa wameunga maono ya wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ambao ni maswahaba, na wakisema kwamba watu wakitofautiana. Utaona kauli ya Imam Malik anasema likulli baladin ru'yatahu, kila nchi na mwezi wake. Utaona kauli ya Imam Shafi kisema likulli buldani alladhi yashtariku fiha ru'yat alhilal lahum ru'ya. Unaona kauli hizo za maswahaba, kauli hizo za maimamu watukufu wanatofautiana, lakini hawakubezana wala hawakupingana. Walitofautiana kimiono, na kwa sababu ibada za Kiislamu zinafanywa kwa yakini, kila moja alifanya kwa yakini yake. Lakini leo naona watu wanafanya ushabiki ambao hauna maana yoyote. Sasa na wito wangu kwa Waislamu ni kuacha ushabiki katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama ametukataza akisema asabia da'uha fa innaha muntina, uacheni ushabiki kwa sababu unanuka uvundo. Sasa tusiwapeleke waumini, na Uislamu ni wasatia, lakini wasatia hiyo isiwe wasatia tudajina. Wasatia tudajina ni ipi? Wasatia tudajina ni ile kukubali dhuguti ya hukamu au ahwa al-awam. Sasa hata wanachuoni naona kama wanataka kuzungumza katika kule kutaka kutii ahwa al-awam, lakini mtu anayezungumza kielimu, haya mambo hayahitaji ushabiki na ni jambo la kisheria. Baada ya kusema haya, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kusikia maneno halafu tukafuata ukweli. Alladhina yasmauna alqawla fayattabi'una alahsana. Baada ya kusema maneno haya, nawataka Mwenyezi Mungu atuongoze katika jambo la kheri, lakini nawakumbusha msisahau kusubscribe katika channel yangu. Jazakumullahu khair.